msichana wetu utakuja kuimba baadaye, naona roho ilikuwa imeamuka kabisa. Urabokine yua. Nataka kumshukuru Mungu mchana wa leo kwa sababu ya nafasi hii. Nimeketi, wageni wetu nimekaa kutoka saa 4 yenye ulikuwa umeniambia. Mpaka nikasema wacha roho ya Mungu inisaidie leo. Uvumilivu yenye nimekuwa nayo neema, lakini utalipa kwa kuchelewa. Thank you so much. Hiyo ni Reverend Joel Gabriel Arap Koech ndiye mtumishi wa Mungu aliye mbele yenu sasa. Nimebeba ujumbe ambao nimekaa nayo tangu asubuhi. Mniruhusu kwa dakika chache nitoe. Bwana asifiwe. Watu wanasema sema ikutoke. Kwa sababu nimeibeba. Hata kama mliniona nikiwa hapa sijakaa soba. Wakati umetayarisha ujumbe hautakikani kutangamana na watu wengi kabla hujapeana. Kwa hivyo nimejaribu kuenda kando kando huko, najaribu kupiga simu ambayo hakuna, ili mtu asikuje mahali niko aiharibu injili. Dada wetu Cheptum Flora Ninyono Buzu, neema ya Bwana imetosha. Wengi waliofanya mambo duniani walienda bila kutambuliwa, lakini imekuja kwa neema dada wetu, kwamba Mungu amefunua kwamba katika changamoto, na kwa kuwa ulikuwa wa kwanza katika nyimbo wakati ambapo enzi ambayo densi ilikuwa inakubalika na ya kanisa ipelekwe kanisani, kimo goyo nijige getensa mwende gele ulijila kwa nago sis those days mpaka sasa imeshika network, and I thank God kwa sababu haikuwa inatambuliwa, lakini Mungu amefanya maajabu kumtumia mtumishi wake mmoja, mbunge mmoja, moto ya kuotea mbali kutoka mahali karibu na Kalenjin, na ambaye amefanya kazi Joana amefungua mlango. Asante ndugu, hiyo Joana ni aliyekuja kabla ya Yesu. Kwa hivyo umefungua nyimbo kabla ya mwenye anakuja. Sijui ni nani atakayeshikilia. Kongwe kabisa kwa yeye no. Naona dance siku hizi nyimbo zimeshika, wasanii wameamua wanakuja kwa fujo na wanataka wasaidike. Neema ya Mungu itoshe. Na wengi wameanza kukasirika, na leo tusikie kama Wakristo na wale ambao hatujaingia Ukristo kwamba watu ukataa kitu. Watu ukaa kana kwamba wapendi kitu. Lakini inapojulikana kwamba iko kwa Biblia, ndipo watu wanaanza kuipenda. Kama vile Kenya sasa imeanza kuona mambo ya kazi ya mkono ndio ya maana. Enzi yangu 844 tulikuwa tunaona kazi ya mikono ni ya watu kutoka sehemu fulani. Lakini sasa wamesema tertiary institutions zote zifunguliwe, technical institutions zifunguliwe, ndio watu waanze kutumia mikono na akili na ujuzi. Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka, Komangu, Exodus chapter 31 verse 1 to 5. Mtaniruhusu kwa dakika chache nipeane hiyo ujumbe. Tujue uzuri wa kuenzi na kufurahia talanta ya mtu anapofanya kazi yake vizuri. Waheshimiwa, nilipoanza kuwa motivational speaker, mama yangu alikuwa amezoea hali ya hapo awali kwamba ukikaa mbele ya watu unarogwa. Kwa hivyo siku moja akaniambia la kwani awege panen. Kwa kuzungumza tu mbele ya watu akaniambia siku moja utapatikana unazungumza mbele ya watu wakiwa umekuwa short. Awege panen. Some of our singers here wakati walianza kuimba wakaambiwa age panen. The Bible says, and the Lord spoke to Moses and said, see, I have called by name Bezalel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. And I have filled him with the Spirit of God in wisdom and in understanding
and in knowledge, and in all manner of workmanship, to devise cunning works, to work in gold, and in silver, and in brass, and in cutting of the stones, to set them, and in carving of timber, to work in all manner of workmanship. I have chosen Bezalel. I have given him, and quote this one, filled him with the spirit of wisdom, and in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship. Tukibadilisha hapo tunasema, I have called Flora, amen, and filled her with the Spirit of God in wisdom, and in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship. Amen. Kaleng nandi, pagaso. Kalagi ngalalji Jehovah Musa, agolenji, gero, kiagur Bezalel, weritab huri, weritab hur, nebo oretab Judah. Aga anyitenendet kabusit nebo kamuktaindet, ngomnotet, kakuyet, ang naet, konai ole tepto boisiet age tugul nebo musoknotet. Kuimba is musoknotet. Ni manner of workmanship, kuimba. Ili utunge wimbo, lazima ukuwe na wisdom, uwe inspired by the Spirit. And in the process, hii nyimbo ambayo tunaimba, we are honoring Flora today and others. And thank you, General, for deciding to do this. Sijui ulianzaje, uka-identify, ulinipigia simu na ukaniambia ndugu, ningependa, sijui kama unamjua Flora, nikakuambia namjua zaidi, ukaniambia unaweza kuja kunena, nikakuambia kunena, si ya kulazimisha, napeana free, na nakuja, na ukaniambia tafadhali ni tarehe ya leo, nikasema nitakuja, na nimekuja ya ukweli, neema ya Bwana itoshe, kwa sababu tunasherehekea kipaji kutoka kwa Roho Mtakatifu. Huyu dada alipoimba amoyane gongoi, nikasikia utamu. Alafu siku moja sikuwa namjua, nikaamua wewe, hapa kuna kitabu ikimwagikiwa na maji utani. Nikataka kumjua kwa sababu sauti ni moto ya kuotea mbali. Nilipomuona nikaenda nyumbani. Na Flora, you don't know, you inspired something in me. Yani nilikuona, nikauliza, Gabriel, uko chonjo, every corner, kichwa, mwili, kila kitu iko chonjo, but you are not doing it. Na nikajiambia toka. Na katika umaskini wangu ambayo nilikuwa nayo, wewe ulikuwa afadhali, kwenu haikuwa mbaya sana, lakini kiyaribu ngwirtoni. Na nikasema nitakuja kuhubiri injili kama siwezi kuimba, but I will preach the gospel. Amen. Na leo hata kwa kutrend napatikana. Nina trend pia. Neema itoshi. Ongoje tu. Ongoiwe. You did it. General, umejua mahali pa kushika. Mahali talent ziko. So that when you honor them, God will use you to help them to do the following. In that chapter, kwamba Mungu amepeana hiyo roho ya Roho Mtakatifu ya hekima, busara, akili na maarifa ya kuweza kufanya kazi zote. Mungu amekutumia ili kuangalia talanta hii. Kwa sababu katika nyimbo tunastaya the hearts. In the process of singing unaguza moyo ya mtu. Wacha niwaibie siri waimbaji, nimewaona mkidance hapa na kuimba, kama hamjui kazi yenye mnafanya ni kazi kubwa ya kuguza mioyo na kubadilisha mawazo ya wenye wangejinyonga waanze kuishi. Ukiimba mamia mune asibarie, mamia mune asigetke, mtu mwenye alikuwa amepanga kwenda anasema kwenda mame, you know you have the power, you stir the hearts. When you sing the songs ya kupendana, ile chamji tugul osotyongo
ichamaginye manangotyo. Na mna dance. Agole chamnyet yegararan chamnyet. Wala walikuwa wamesema atarin. Wanaenda kusema keka sile ko kilo chamnyet. You know you change. You tire the hearts. And thank you for tiring our hearts, Flora. Thank you for provoking our thoughts. You also provoke the thoughts kwa kuimba. Hata vijana wenye wanaimba siku hizi wa kurap. Mnaweza tunga nyimbo, acha kuimba hizi zingine yenye mnasema tu ya chini juu abamba na hakuna kitu tunasikia. You can produce some provoking thoughtful songs ambazo zinaguza. Mnaweza sema ya hata kama unaanza polepole ujue itakuwa kitu hii na and you know you can sing, provoke the thoughts, inspire faith. Number 3, you are inspiring faith kwa wale ambao wanataka kukata tamaa, wale ambao wanaona maisha imewalemea. Kama kuna mtu ambaye ameachwa, you can inspire faith. Imogakse tugul imogakse tugul kongage maguno de tegitingile mama agonde nyalili baba agondogi sasin komogakse tugul engayane. Jamaa anasema kweli you know you are inspiring faith. And another one, you bring joy, furaha yenye mnaleta katika familia. Niliona juzi kuna mzee mmoja Mnandi kijamko matini ngtumwe getian saga ilo baba isi kutunzi ulina kwera sige hii ni tabia gani kutoka fukuza waimbaji toka sige la kwini nyi wasasikia ntai pira sige. Lakini juzi wakati wimbo mmoja uliletwa nikamwona mzee ameshika wimbo. Wakati nilipewa kuhubiri nikasema kama nani ameanza kuimba, watu wote walicheka na wakamshangilia. Reason alikuwa very tough, but wakati joy ililetwa kwake, wow, mzee alidance. Hiyo siku gani nini ilikuwa inafanyika kwake? Alikuwa anamsindikiza mtoto wake kwenda ngambo. Na watu wamekuja na wametoa pesa. Kumbe alikuwa na stress ya pesa. Pesa ilipopatikana jamaa akadance, akasahau alikuanga Mnandi. Namwele kwera sige, toka, akasahau. So you bring joy. Kumbe watu wengine tu wanateseka kwa sababu ya stress. Mheshimiwa hata saa zingine letanga waheshimiwa wengine. Unajua kuna wenye wameambiwa ovyo, taka, wewe ni bure na watu. Sasa wanahitaji kuja kwa nyimbo na wa dance. Wakisakata stress inatoka. Hata wamama wakati mnaenda kwa masherehe tafadhali msikae kwa viti. Mkisikia wamama wote endeni pale mkamtoe msichana kwa nyumba akuje kwa uwanja. Toka, enda. Si stress na uweze kuondoa magonjwa mengine kama arthritis. Kibendi agigere boyo tolemi. Giro ile jamkoya na amekaa mahali pabaya. Imatigero lota igere mase. Unaangalia huko na ku dance kabisa. Arab ko lejin gyamwa una lejin mama je dance net lejin game nyino magerin and you forget, you bring joy. Bwana asifiwe. So singing and the gifting in you, Flora, will bring you joy, will stir hearts, will provoke thoughts, will inspire faith, and will bring joy to other people. May you continue growing in that area. So what of others? Mtu akiimba, it is a divine calling from God. Mumesikia kwamba amesema I have chosen. So it is a divine calling. That is number 1. Kwamba leo tunaposherekea hii talent ni gift kutoka kwa Mungu and it is a divine calling. Number 2, it is a legacy to live on. It will be a legacy that will live forever. That song of Flora will live forever. Nikitaka kufanya kukumbuka kidogo, in the 80s and 90s nikiwa kijana mdogo wakati huo, kulikuwa na nyimbo zingine zilikuwa zimetoka Kisii. Dance, kwa sababu hakuko ya kanisa sana. Mawaya ni dance. Ilikuwa ni dance. So nakumbuka tu, tulikuwa tunatoka area yetu tunaenda kwa manyumba ya kwa Christmas. Na kulikuwa na nyimbo zenye zilishika sana. Na zingine zikatoka South Africa.
Now it is no longer South Africa, it is no longer Kisii alone, hata hapa kwetu tunayo. Wanande wako wanaimba, ima getendozi, ngo, kwera. But when we have Naswa around, where is her? Where is the lady? Wangonye, go tore tengiptayat, naona una smile, neema ya Bwana itoshe. Yes. When we have such a one, wanaimba pia ni talent, ni gifting, let them use. So please, the legacy will live on. Juzi wakati ninapokumbuka hayo nimewaambia, ugimyaga negia kabisa. Negimo ke kose lega mane lakini ngona mwayat kule ding 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 ding. Kipendi ke gusio twaya tokol. Sisi wote kunakuwa sio. Alafu nakumbuka tu maneno yenye hata sijui ni nini nasema kama kuna Mkisii hapa nasema tu kwa sababu tulikuwa tunaimba kivyetu. Tulikuwa tunaimba Kisisi, yani Kinande. Ero to kingi nyari kiko atonoro nyamori tundu 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 hiyo naona kuna wenyewe hapa. Hiyo tu haiko ya du. Legacy bado iko. Malaika bado inaimbwa. Ile ya malaika nakupenda bado iko. Ya South Africa yenye tulishika na tukadance ya zamani na jaribu kutuleta music yenye tulikuwa nayo wakati huo. Kuna nyingine ambayo tulitranslate kawa ya Kinande. Ati shetani gopono oya. Those were the songs yenye tulikuwa tumeshika enzi hizo. Lakini now when we have our own who are singing, wachipigie makofi kwa lazima waimbaji wetu. You will leave a legacy. That legacy will live. Number 3, we are all called to steward our gifts. Sisi wote tunaitwa ili tuweze kuchunga talenta zetu. Na leo nataka niseme kama uko na talenta itumie kabla ya wakati wako. Na sio talenta ya nyimbo peke yake, sio talenta ya kusema peke yake, sio talenta ya motivation peke yake, hata kuna talenta ya kufuga ng'ombe, talenta ya kufanya kazi ya mikono ya kushona nguo, talenta ya kufanya kila kazi ni talanta kutoka kwa Mungu. It is spiritual. Tafadhali tumia yako na ufanye vizuri, perfect hiyo area. And when you do it perfectly, the Lord will bless you through those talents and giftings. Finally, it is a celebration of gratitude. Izote ni mbili. Celebration and gratitude work together. So we are celebrating you and we are thanking God because of what he has done to you. For real. Nimeona juzi neema ya Bwana imetosha, umepata gari rasmi. Bado unajifunza kuendesha, nimekuuliza ukaniambia inakukimbiza. Wacha neema itoshe. Sasa tunaomba tu general, sijui ni nini anaomba lakini muulize. Lakini naona sasa gari real. Le real hii. Ikuje. Neema itoshe. Ili awe na yake, mobility yake ifike, aende kuimba na atangaze ujumbe wa neno la Mungu. Na mwisho siwezi wacha kwa kucelebrate huyu dada wetu. Nimeona celebrated lives ambao wako hapa. Huyu msichana wetu mdogo ambaye ametoa shairi. Na wale wengine, hebu tafadhali kama kuna mtu ambaye ana some challenge kwa mwili, pana ficha na kumfinya. Kuna talents Mungu ameweka ndani yake, they can become very powerful people in the society and they can change our lives. So please tafadhali wacha kuficha wao watu, wacha kuwafinyilia chini, wakitaka kusema kitu naambia nyamaza. Ogigose ke nyende tile gai, magigoi, hata sisi wengine ni mashotwaya kimep tu. Mheshimiwa, nataka kusema kwamba wacha Mungu atusaidie. Nimeona Kenya kuna mental issues sana. Utusaidie waimbaji waendelee kuimba ili waondoe hiyo mental problems. Ziko mingi sana. Ukienda kwa mtandao uone yenye watu wanaandika. Kuna watu wakiandika kitu kwa mtandao, unajua huyu ni wa referral. Unajua huyu ni wa kupelekwa referral. Kuna wengine kabisa unasema sio referral, ni referral lile kubwa Kenyatta. Huyu. Ukiangalia unajua this is a mental problem. Tafadhali waimbaji muimbe na muguze nyimbo ambazo zinaleta uponyaji kwa mioyo ya watu. Na tukifanya hayo, neema ya Bwana itatusaidia. So I'm expecting all of us kwamba tutawasaidia, tutawaimarisha na tutawachunga na kuwalea na kuwaongezea nguvu ili watoe ujuzi na talenta walio nayo. Neema ya Mungu itoshe. Na wakati Mungu anatubariki, tuweze kuinuliwa hata katika familia zetu. Amen. Mwambie mwenye wako karibu na wewe, penda Yesu. Tumia talenta yako. Hata kama umezeeka, bado kuna